Karibu katika session yetu siku leo. Leo hii ningependa kuwapitisha jinsi ya kufanya collaboration kati ya mwanafunzi na mwanafunzi, au kati ya mwanafunzi na mwalimu, au kati ya mwalimu na mtu mwingine yote ambaye angependa kuwasiliana naye. Collaboration hizi zinafanyika kama unakuwa na document moja mnaifanyia kazi na hamko sehemu moja. Kwa hiyo mmoja ataandaa document, atampatia mwenzake ambaye atakuwa anaiangalia, anasuggest kwamba hapa kuna kitu ambacho hakiko sawa. Kwa hiyo naomba ufanye marekebisho haya na. Na kwenye nature yetu hii ni mwanafunzi ataandaa document amtumie mwalimu. Sasa kuna njia nyingi za kufanya zoezi letu hili likamilike, na moja hapo ni kutumia Microsoft Word. Kwa njia nyingine tutakuja kuifanya siku za baadaye. Kwa hapa mwanafunzi atakuwa ameandaa document yake. Kwa mfano wetu wa leo tutatumia sample document number 1. Kwa hiyo document atakapokuwa ameandaa ndo hii hapa. Itakuwa inaonekana hivi. Ni document ambayo ameandaa, ina title, ina maelezo mengine yako hapo. Umeona? Halafu kuna table of contents. Document hiyo ina maelezo mengine kama chapters na mpaka mwisho. Na baada ya kuandaa dokumenti hii, mwanafunzi anataka kufanya ni kuituma ile dokumenti kwa mwalimu. Kwa hapa kuna tabu hii hapa ni kwa ajili ya mwanafunzi, na tabu hii hapa ni kwa ajili ya mwalimu. Kwa hiyo mwanafunzi anataka kufanya, ataingia kwenye email yake. Kila mwanafunzi ana email yake. Kwa hapa sio hata kama mko kwenye grupu, ni kiongozi wa grupu kwa niaba ya wana grupu, au yule ambao mtakuwa mmemchagua tofauti na kiongozi wenu atatakiwa kuwasiliana na mwalimu wenu husika. Kwa hapo kinachotakiwa kufanyika ni kuingia kwenye compose ili uweze kucompose email. Na lazima ujue email ya huyo mwalimu wako. Kwa email ya mwalimu ni hii hapa. mwalimu@rdp.ac.tz. Kwa hiyo nimeicopy, nikija hapa kwenye nani na ipaste tu. Kwa hiyo huyu mwalimu kishaandika hapa inakuwa ni mwalimu bora. Mwalimu bora anaitwa. Kwa hiyo mwalimu@rdp.ac.tz. Huyo mwalimu wako ambao unatakiwa kuwasiliana naye, au mwalimu wenu ambao mnatakiwa kuwasiliana naye, lazima ujue email yake. Kwa hiyo hapa kichwa cha habari lazima tukiandike. Baada ya kuandika kwenye tu pale email ya mwalimu husika, kwa hapa tunakuja kuandika kichwa cha habari. Kwa tutaandika labda field report. Either ni individual au ni nini utaangalia. Labda ni group, basi utaandika group field report. Then hapa tutaandika labda kwa Kiswahili pokea report ya grupu la Chamwino, au labda Mali, au labda grupu sijui liko wapi huko sijui, yani whatever group ile liko wapi. Baada ya hapo unatakiwa sasa uattachi ile document ambayo mwalimu ataipokea. Kwa mfano huu na attach document hii hapa. Kwa hapo ninafanya ni drag na drop. Baada ya kudrop ina upload. Baada ya kuupload kwamba kila kitu kiko sawa sasa. Email ya mwalimu ipo sawa, title ipo, yani maisha heading ipo. Content ya barua ipo, na vile vile attachment ipo. Kwa kinachofanyika hapa ndio upande wa mwanafunzi hapa, kwa nakija tu na click send. Nikiklik send, kinachofanyika message inaonyesha hapa kwamba message imekuwa sent. Umeona? Message sent inakuja kwa upande wa mwalimu sasa. Kufika kwa upande wa mwalimu email bado haijafika, lakini nachoweza kufanya nita refresh tu kidogo hapa. Email imekuja. Baada kufika email, mwalimu atakachokuwa kufanya ni atafungua email yake. Lakini wakati huo atakuwa ashasema kwamba huyu ni mwanafunzi mzuri, katuma kazi gani. Na nafia sabani mwalimu labda shikamoo mwalimu, pokea ripoti ya grupu la Malinyi Morogoro huko. Haya. Kwa hiyo mwalimu atafungua email yake, atakliki download. Kwa hiyo akikliki download itafika kwenye kompyuta yake. Sasa ikishafika kwenye kompyuta yake ndio hiki hapa. Kwa hiyo tutakuja kwenye folder la mwalimu. Kwa hiyo ile document ambayo mwalimu ameituma ndio hii hapa, sample document received. Na ndio hii hapa, ataifungua ndio hii hapa. Kwa hiyo inakuwa ni sample document 1 received. Ndio hii ambayo ameituma hapa.
Baada ya kupokea sasa, mwalimu anatakiwa kufanyia kazi ile document. Kwa atatakiwa kuipitia hatua kwa hatua, kuangalia page by page nini ambacho mwanafunzi amekiandika kwa kufuata guideline ambayo itakuwa shared. Kwa hiyo kama wanafunzi wanaandika report yao kwa kutumia guideline, hata mwalimu anapokuwa anafanya masahisho atakuwa anapitia guideline. Je, mwanafunzi amefuata guideline? Sasa hapo ukijaribu kuangalia kuna mapungufu ambayo yapo kwenye document yetu hii. Kwa mfano hapa kuna logo ya chuo, haijaonekana kwamba ni report ya hamna maelezo ambayo labda ni group au ni nini, jina la mwanafunzi. Mara nyingi kuna taarifa fulani ambazo wao tunategemea tuzaziona kwenye first page. Na ukija kwenye table of contents hamna shida, lakini kuna huko kwingine labda hapa kuandika labda preface mfano au kuandika abbreviations au kama hajaandika vizuri, lakini unapokuja kwenye content ya chapter 1 ukiangalia jinsi ilivyo, hii document iko kama center. Kwa hiyo kama iko center, alignment yake iko center, labda mwalimu anategemea kwamba hii ikakuwa katika format hii ya justify. Kwa mimi na undo tu na iacha kama ilivyo. Lakini kingine ambacho tunakiona hapa kuna page number. Hii document haina page number. Au labda inawezekana umeweka page number lakini kwenye page number kwenye hii first page ambayo tunategemea kusio na page number kuna page number. Kwa hiyo mwalimu ataandika vitu ambavyo anatakiwa kuviandika. Sasa kwenye kutoa comments au kwenye kusema nini ambacho amekiona mwalimu, mapungufu ambayo ameyaona mwalimu, kuna njia kama 3 nitakazoweza kuwapitisha. Njia ya kwanza kabisa ni njia mbili za mwanzo zinakuwa zinaondoa majukumu mengi kwa mwalimu. Yaani nakuta tu anakueleza tu simple, alafu jukumu linabaki kwa mwanafunzi. Njia ya 3 ina maana mwalimu naye anaweza kashiriki kwenye kuedit hiyo document. Lakini tuende na njia ya kwanza. Njia ya kwanza mwalimu anakuja kwenye document yake hii aliyo-receive, ataenda kwenye upande wa layout. Baada ya layout anaenda kwenye sehemu kumeandikwa line numbers. Kwa atakliki line numbers, then anachagua option continuous. Kwamba nataka kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa document kwa kuna namba zinazofuatana. Kwa continuous. Hapa sasa ukijaribu kuangalia unaona hata sehemu ambako kulikuwa kuna, yani kila sehemu ambako kumetumika kuna namba. Kuanzia mwanzo pale juu kuna namba. Hata kama kuna sehemu ziko wazi kuna namba. Kwa hapa inamaanisha kwamba kama hii Institute for Rural Development Plan ulikosea, mwalimu anakuwa na separate document pembeni, anaandika namba 1, rekebisha kwenye line namba 1, haiko sawa. Ataenda anakuja labda kwenye page namba 144, anasema labda pale ni labda reading is easier to in the new reading view. Kwa kama kuna kitu ambacho labda kimekosewa hapa, mwalimu anasema nenda kwenye 144 karekebishe 1 2 3. Kwa hiyo atafanya hivi kwa document nzima. Lakini atatumia a separate document. Kama page moja anaweza kutumia page moja au 2, marekebisho yenu ni haya. Kwa hiyo mwanafunzi atapokea, atafanya marekebisho according to kitu ambacho kinaonekana kwenye ile separate document ambayo mwalimu ameattach. Hiyo ni njia ya kwanza. Lakini hapa mimi na undo, kwa hiyo hizo line zisiwepo tena. Tunakwenda kwenye option ya pili. Option ya pili ni ya kutumia tab inaitwa review. Hapo kwenye tab ambayo inaitwa review, mwalimu atakachokifanya labda hapa hii line hii hapa kote hapa kinakosewa. Au anaweza kusema tu hapa nataka kuwe justify. Kwa hiyo atakuja hapa kwenye review, then kwenye new comment, ata click new comment, afu ataandika pale kwamba justify your document. Justify your document. Atakuja sehemu nyingine tena, ameona kuna makosa, anasema hapa labda ataweka comment nyingine. Comment anajua ataweka comment gani, ataandika comment yake pale. Inakuja sehemu nyingine, labda hii kazi haina page number, anakuja anaandika tu kwamba add page number. Add page number. Kwa hiyo ataenda hivi kwa document nzima. Anapita hatua kwa hatua kuonyesha kwamba kuna mapungufu gani hapa, kuna mapungufu gani hapa, kuna mapungufu gani hapo. Hiyo ni njia ya pili. Njia ya 3 tunaenda sasa ni kwenye kutumia kitu kinaitwa track changes. Hiki watu wengi wanapenda sana kukitumia. Sasa
kuna namna moja ama nyingine hii track changes inaonekana kwenye kompyuta yako tofauti na kwa sehemu nyingine. Hii track changes kwa mfano, kwanza nirudi ni undo kwanza ili uweze kuona tofauti. Na undo, okay. Kwa hapa hamna chochote ambacho, hamna comment yote zipo ambazo tumeziweka hapa. Kwa sasa narudi sasa kwenye track changes. Kwenye track changes ina maana mwalimu ataklik tu hapa track changes. Umeona mwanzoni hapa nimeitoa. Hebu angalia hiki kialama kinaonekana kwenye track changes hapa. Iko kwenye review track changes. Hapa kwenye review ndo unapopata new kwenye issue za comment na vile vile unapata kwenye track changes. Ukija hapa kwenye track changes ukiangalia hakuna, haionekani iko active. Kwa na click track changes. Hapo inaonekana iko active. Sasa hapa ndo ile namna ambapo mwalimu naye anashiriki kwenye kuedit kazi yenu. Kwa hiyo anaweza kaja hapa akaja akasema akafuja tuseme ngoja kwanza nitoe track changes. Alafu tufanye huu mstari haupo. Na ukati. Alafu naweka track changes. Kwa huu mstari maneno mengine yanakuja hapa mwalimu anayaongezea. Umeona? Ukiongeza kuna rangi nyingine inaonekana pale. Then inaonekana pia underline. Kwa hiyo inaonekana nani kayaadi. Kwa muda gani mwalimu ameadi. Mwalimu ameadi anaitwa Fadhili na ameadi muda fulani, lakini hiyo option ya kwanza. Lakini pia unaona huku pembeni kuna mistari, huku pembeni huku kuna mstari umeongezeka. Labda anakuja sehemu nyingine, labda kuna haya maneno utakao utoe. Mwalimu anachukua maneno, ikiwa track changes ipo, ana delete. Akidelete huku inaonekana kwamba kuna track changes inafanyika, lakini pia inaonekana haya maneno yamekatwa. Umeona? Sasa inaenda hivyo kwenye dokumenti nzima. Sasa ukijaribu kuangalia ile option ya kwanza ya line, option ya pili ya comment na option ya tatu ya track changes, unaona tofauti zilivyo. Sasa mwalimu naye baada ya kufanya hizi track changes ata save. Let me save file, save as, na vizuri pia mwalimu akasave tofauti na kuja kwenye folder la mwalimu. Hapa ni received and edited. Receive edited. Sorry. Edited. Basi mwalimu amereceive na ameedit, inakuja pale. Baada ya hapo kinachofanyika sasa, na yeye mwalimu anakuja kuituma. Mwalimu naye anakuja hapa kama mwalimu anakuja kwenye compose, lakini inapendeza asije kwenye compose, aje tu kwenye kureply. Anakuja kwenye reply, anasema tu kindly receive, sorry, kindly receive working on this. Kwa hiyo amekishamrudishia mwanafunzi. Baada hapo ana attach ile file yake. Akiattach ana click send. Kwa click send ile document inakuwa imetumwa. Kwa hiyo kwa upande wa mwanafunzi akiwa huku naye anatakiwa apokee ile file yake. Ngoja refresh hapo. Okay. Kwa hiyo document imekuja. Kwa hiyo inaonekana mwalimu ulituma mwanafunzi, mwalimu amereply. Kwa hiyo mwanafunzi utaingia, ulituma kazi, mwalimu amefanyia kazi. Umeona? Then anakuonyesha document ambayo umeifanyia kazi. Kwa hiyo utai-download. Kwa hiyo uki-download, kumbuka niki-download hapa ndo document hii ambayo iko hapa, ambayo ndo document hii ambayo tumeita edited hapa. Kwa hiyo utakapopokea document sasa iko hivi. Kwa hiyo unarudi sasa kule kwenye track changes. Unaona mwalimu ameongeza hiki kineno hapa. Iko kwenye track change, mwalimu ameongeza. Je, alichoongeza wewe unakubaliana nayo? Au alichokuambia rekebisha hapa, toa hiki. Maka wakati mwingine anaweza kaandika tu maneno kama hapo. Mimi nimekupa hapa, kile hapa angesema tu kwamba toa haya maneno. Au kwa nini umeandika hivi? Sasa mwanafunzi kama umekubaliana na zile suggestions alizokupa mwalimu, kwa unachotakiwa kufanya unaweza ka right click ukachoose option accept insertion au kai reject. Sijajua utakuwa katika mazingira yapi. Kwa mfano mwalimu amekutumia kitu ameshafanya afu ukakireject. Inawezekana pia kwa reject, lakini mara nyingi unaweza kwa accept. Kwa hiyo kuna njia hii hapo ya kwenda line by line, au ukaja huku kwenye review, ukaja kwenye option hapa ya ku accept.
Sasa kwenye unaweza ka accept and move to the next, au ka accept this peke yake, au ka accept all the changes ambazo wamesuggest mwalimu, au ka accept and stop track changes. Kwa hiyo ume accept changes alafu unasema siongezi tena. Kwa hiyo utaangalia ni option gani yanayofanya. Lakini vile vile unaweza ku reject. Umeona? Kwa hiyo hapa ipo na click next. Kwa hiyo inanionyesha next ni hii hapa. Kwa hiyo mwalimu next ni nime click hapa kwenye next. Kwa hiyo tunaenda kwenye zile changes. Kwa hiyo kwenye hii hapa una accept au accept. Kwa mfano hii hapa nasema na accept. Kwa na click inamaanisha kwamba imefuta ile track changes ambayo ilikuwa imefanyika. Ukija kwenye hii ya juu una accept, hii hapa ndiko selected. Kama na accept. Kwa hiyo accept ina maana kwamba hiki nimekikubali alichokiongeza mwalimu na kile alichokifuta mwalimu nimekikubali. Kwa hiyo kama kuna changes nyingine mbele utaendelea kuzifanyia kazi. Kwa hiyo mtakuwa mnaenda kwa style hiyo. Unafanya rekebisha hiki anakutumia. Unaenda unamtumia na wewe. Naye vile vile anaangalia anatuma. Sasa katika hizi njia ni mwalimu sasa anaweza kaamua ni ipi kwake ni rahisi. Lakini kwa mfano either umetumia ile njia ya kwanza na inaonyesha numbering. Kwa hiyo kwa kutumia namba mwalimu anakuwa na separate document kuonyesha kwamba nimekuambia ni badilisheni 1 2 3 4 5 6. Kwa hiyo either kuna zile namba 1 rekebisha kitu, namba 2 rekebisha hii. Kwenye line namba 130 rekebisha hii. Line namba 207 rekebisha hiki. Kwa hiyo inakwenda hatua kwa hatua. Kwenye upande wa comment umeona kwamba mwalimu anakuwa anasema tu kwamba hapa kwa mfano hapa eneo hili sijaelewa. Kwa hiyo analiselect ile eneo ana click comment. Hapa sijaelewa mnamaanisha nini? Kwa hiyo mimi ambacho mnataka kufanya utafanyia kazi comment then utakuja kudelete ile una resolve ile nini ile kama umeifanyia kazi. Au wakati mwingine unakuja una delete comment. Kama comment umeweka mwalimu una delete umefanyia kazi. Kwa hiyo unapotuma sasa kazi inarudi tena katika format ile kwamba comment hakuna. Mwanzoni comment zilikuwepo, ushafanyia kazi comment, una delete ile comment. Kwa hiyo kazi inarudi safi kwamba mwalimu anaona kazi tena safi kama ambavyo ulikuwa umetuma mwanzo. Kwa hizi ndio njia ambazo zitakuwa zinatumika kuweza kuwasiliana kati ya mwalimu na mwanafunzi na mwisho wa siku tunapata kitu ambacho ni bora. Kwa hiyo mwalimu ndo atakadetect njia gani yeye anaipendelea katika hizi njia 3, njia ya comment, njia ya line au njia ya track change. Na vile vile anaweza kutumia njia zote. Kwa hiyo hapa ndo maana tunakuonyesha njia zote kwa sababu mwalimu anaweza kuzitumia njia zote hizo 3 kuhakikisha na kuweza kukuambia nini ambacho unataka kukifanya. Kwa hiyo hadi kufikia hapo natumaini mtakuwa nimeeleweka vizuri. Tusubiri sasa kwenye session nyingine ambayo itakuwa inahusisha tool ambayo itakuwa ni ya online moja kwa moja. Asanteni sana na endeleeni kufuatilia channel yangu hii.